Zanzibar mpya, Zanzibar ya matumaini, Zanzibar ya vitendo. Ni siku 100 toka kuanza kwa awamu mpya ya uongozi chini ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mimi Hussein Ali Mwinyi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Katika kipindi hichi kifupi, mengi yameweza kuonekana, si kwa maneno tu, bali kwa vitendo vinavyogusa maisha ya Wazanzibari. Leo tunaangazia mafanikio makubwa, miradi inayoendelea na maoni ya wananchi juu ya mwelekeo wa maendeleo ndani ya siku 100 za uongozi wake. Katika sekta ya elimu, juhudi zimeelekezwa katika kuboresha miundombinu ya skuli, ujenzi wa skuli za kisasa za ghorofa na ukarabati wa madarasa na maabara umeongezwa mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi. Tunashukuru sana Dr. Mwinyi katujengea skuli ambayo Kivu haina miundombinu mizuri kwa wanafunzi, ikiwemo madarasa ya kompyuta, library nzuri na maabara pia nzuri. Namna gani nilijihisi? Kiuhalisia ni tofauti kabisa na ile hali ya mwanzo ambayo tumetoka. Tumejipa asilimia kwamba kulingana na hili pia ni mafanikio yanaenda kutokea. Na sisi wana kijiji au wananchi wa shehia hii na vitongoji vinginevyo tunafurahia sana matunda na maendeleo ya hatua iliyofikia. Hatua hizi zimeimarisha ubora wa elimu na kupunguza msongamano wa madarasa kutoka mikondo 2 au 3 kwa baadhi ya maeneo na kuwa na mkondo mmoja tu pekee. Uongozi unaoacha alama. Sekta ya afya nayo haikuachwa nyuma. Licha ya kufanya vizuri katika kipindi cha miaka 5 iliyomalizika, bado Dr. Mwinyi anaendelea kusogeza huduma karibu na wananchi na kuvunja vituo vya zamani na kujenga vituo vipya vilivyoboresha huduma muhimu ndani yake ili kumlinda mwananchi. Matarajio ni kuhitaji kwa tupate wafanyakazi wengi, tupate wafanyakazi waliokuwa na kipaji cha kufanya kazi, tupate wafanyakazi waliokuwa na moyo wa kufanya kazi. Tunaposogezewa hii kama wazazi, basi tumefurahi sana na tumepokea sana mradi huu, kwa sababu tunajua tunaenda kupona sasa. Kwa jina naitwa Othman Haidar Othman, ni msimamizi wa miundombinu ya afya wilaya Kaskazini B chini ya Wizara ya Afya. Kwa pamoja kuanzia Kinduni na maeneo yote ya Mgambo na jirani Mkataleni na Mahonda utapata huduma hapa. Uboreshaji huu haukuishia tu kwenye ujenzi wa vituo, bali umezingatia zaidi makazi ya wahudumu wa sekta hiyo, haswa katika hospitali za wilaya kote Unguja na Pemba. Kwa upande wa sekta ya afya, katika siku 100 ziko alama ambazo Dr. Hussein Ali Mwinyi kaendelea kuziweka kwa ajili ya maendeleo ya wananchi kwenye sekta hii ya afya. Katika mambo ya msingi ambayo kwa muda mrefu karibu miaka 60 hayakuwahi kuwepo Pemba, ikiwemo miradi ya mkakati ambayo tumezindua rasmi kwa hapa Pemba ndani ya siku 100, ukiwemo mradi au ikiwa ni swala zima la kipimo cha MRI ambacho kinapatikana katika hospitali ya Abdalla Mzee. Uwepo wa nyumba hizi kiukweli hapa umekuwa ni msaada mkubwa kwa wafanyakazi katika hospitali yetu, kutokana na baadhi ya changamoto au dharura zinazotokea wakati wa usiku. Kwa hiyo uwepo wa nyumba karibu pamoja na kituo cha kufanyia kazi inarahisisha kunapotokea dharura, napohitaji uwepo wetu inakuwa ni rahisi kuitatua, tofauti na ukiwa unatokea mbali na hapa. Ujenzi wa nyumba hizi si tu umeleta furaha kwa wahudumu wa afya pekee, bali hata wananchi walionyesha furaha zao. Miaka ya nyuma watoto mgongoni, una mimba huku na mtoto begani, wanaleta hapa hospitali. Leo hapa huduma kila kitu. Juzi tunaleta mzazi dakika 2 kafanywa operation saa 6 za usiku. Dakika 2 naambiwa huyo hapo mzazi wapo yupo juu ya kitanda na watoto wake 2 pacha.
Hospitali ya Rufaa ya Abdalla Mzee iliyopo mkoani Kusini Pemba ndiyo hospitali pekee iliyobeba historia pana ya matibabu katika kisiwa hicho. Licha ya ukongwe wake, lakini kwa miaka mingi hospitali hiyo haikuwa ikitoa huduma ya MRI ndani ya siku 100 za Dr. Mwinyi. Hali imebadilika kwa wagonjwa wanaoendelea kunufaika na huduma hizo. Hii huduma ilikuwa inahitaji kwa muda mrefu, lakini ilikuwa haipatikani hapa, mpaka ilikuwa inalazimu tusafiri tuende Unguja au Dar es Salaam kwa ajili ya kupata hii huduma. Kutokana na maendeleo sasa hivi huduma yetu ipo, tunaipata kwa wakati. Kwa kweli hatuna budi kumshukuru Dr. Mwinyi kwa imani yake na wananchi wake kutuwekea huduma ya MRI, kitu ambacho kwa miaka yote hatukuweza kukipata katika hospitali yetu, ila baada ya uwepo wake na kwenye ahadi zake za siku 100 baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi wetu kwa kipindi cha pili, walituahidi kwamba tutapata huduma hii, na tunamshukuru kwamba imekuja na inafanya kazi. Tunampongeza kwa kutupatia huduma hii hapa. Saa hizi itakuwa ni harama ya daladala tu ili kuja hapa hospitali kwa kupata huduma hii. Huduma hii ipo na ni bure. Na hii ni very advanced machine ambayo hadi sasa tumeweza kuhudumia zaidi ya wagonjwa 30. Na awali haikukuwepo, lakini ndani ya siku 100 za Dr. Mwinyi basi tumepokea kifaa hichi, na kwa sasa kinafanya kazi na kimeshaanza kutoa huduma. Sisi tunashukuru sana kwa huduma hii. Baada ya kuja huduma hii, manake imewapunguzia gharama kubwa waliokuwa wakipata wagonjwa hawa, na kama tunavyoelewa hali za wananchi zilivyo. Kwa hiyo kusogea kwa huduma hii imewasaidia sana katika habari ya kiuchumi, kuweza kuokoa fedha nyingi. Zanzibar yetu leo, maendeleo kila kona. Barabara mpya na zile za zamani zilizopo zimeongeza urahisi wa usafiri na usafirishaji wa biashara. Siku 100 za Dr. Mwinyi zimetufanyia mambo mengi. Ilikuwa barabara mbovu, yani mbovu kabisa, hata usafiri ulikuwa shida. Bodaboda zilikuwa hazifiki ndani, gari hazifiki. Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu, tangu Mheshimiwa Rais alipotujengea hii barabara, usafiri unafika mpaka ndani. Unaona sasa hivi miundombinu ukielekea huku, ulikuwa unakwenda Mahonda, tunahangaika, unamaliza masaa 2 hujafika, lakini sasa hivi dakika 3, dakika 4 unafika. Maeneo kadhaa yamefunguliwa kiuchumi kutokana na maboresho ya miundombinu. Sasa hivi inatusaidia sana alhamdulillah, kutokana na safari zetu inakuwa tunakwenda muda wote, hatuna wasiwasi, hamna mashimo, usiku mchana tunatembea kwa mapana, tunashukuru sihaba alhamdulillah. Maboresho hayo yanakwenda sambamba na maendeleo ya bandari, hatua inayolenga kuimarisha biashara na uchumi wa visiwa vya Zanzibar. Kwa sasa katika bandari yetu tunahudumia wastani wa abiria 100,000 kwa mwezi kupitia bandari ya Tanga na bandari ya Malindi kutoka mjini Unguja. Kwamba nchi yetu inapiga hatua kwa kasi katika uwekezaji. Ndani ya siku 100 tumeweza kuagiza gari za zimamoto mpya, tunaita 0 kilomita, ambapo haijawahi kutokea gari zaidi ya 20 na ambazo zimekuja ambazo zinaweza kukabiliana na swala la firefighters and any rescue tumefanya. Lakini ndani ya siku 100 tayari meli yetu ya Mapinduzi imeshafika kuanza kazi, ambayo inafanya testing za kawaida. Lakini ndani ya siku 100 tayari ndani ya siku hizi muda wote tu speedboat zitawasili kutoka India, ambazo zina uwezo mkubwa za kuchukua abiria lakini kwenda kwa kasi. Kujengwa kwa viwanja wilaya zote kumesaidia kukua kwa michezo Zanzibar. Lakini sasa baada ya siku 100 za uongozi wa Dr. Mwinyi, tumejionea sasa kiwanja tunacho, kinatarajiwa kufunguliwa, si siku nyingi kitafunguliwa tu, Mungu akitujalia uhai. Pia ndani ya siku 100 Mheshimiwa Rais pia ameweka jiwe la msingi ujenzi wa uwanja mkubwa kabisa wa AFCON, ambao tunatarajia 2027 Tanzania kuwa miongoni mwa waandalizi wa mashindano hayo,
ambao tayari ujenzi unaendelea vizuri na tunatarajia kukamilika kwa wakati na kutumika kwenye AFCON. Lakini pia tumeendelea kujenga viwanja vya kila wilaya. Viwanja nyingi mmetembea mmeviona, kila pale vinaendelea. Tena tumejenga multi purpose tunaita. Hatujajenga kiwanja labda cha football tu. Tumejenga multi purpose. Unakuta mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa vikapu upo. Tumejenga kwa standard kubwa zaidi ya viwanja 15 ambavyo tunajenga. Vyote na vote viko katika hatua vimekamilika, vingine vinamaliziwa kukamilika. Uongozi unaoacha alama. Katika hatua za kisasa zaidi, ujio wa mabasi ya umeme umefungua ukurasa mpya katika usafiri wa umma. Mabasi haya yanatarajia kupunguza gharama za usafiri na kulinda mazingira. Tunataka mabasi yawe 100 kwa mujibu wa study uliofanyika. Mpaka sasa jumla mabasi yote ni 15 ambayo yameshafika. Na tafika kidogo kadri ya miundombinu itakavyomalizika. Mimi binafsi kwa ujio wa mabasi haya ninapongeza sana, kwa sababu tunaenda kwenye kimaendeleo zaidi, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mimi upande wangu nimeona ni mazuri tu. Wametufanyia urahisi hata kwenda sehemu mbalimbali kidogo zilizokuwa mbali kidogo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kutuletea haya magari ya mwendo kasi. Tumeweza kuboresha sekta ya usafiri wa umma. Tumejenga vituo, mnajua nyinyi. Tumejenga kituo hapa Mabasini tunaita zamani, pale tunaita Kijangwani, lakini tumejenga stendi hapa Mkena nzuri tu hapa Malindi mtaiona. Lakini tumeanza pia ndani ya siku 100 tumezindua water taxi. Sasa hivi unaweza ukachukua taxi ya majini tu. Sasa hivi tunaendelea na project ya kumalizia zile jet ambazo tutakuwa na bandari hizo. Zanzibar yetu leo, maendeleo kila kona. Mbali ya mafanikio haya ya awali, miradi mingi inaendelea, ikiwemo uboreshaji wa bandari, upanuzi wa huduma za maji na uwekezaji katika sekta ya utalii. Miradi hii inalenga kuongeza ajira, kukuza pato la taifa na kuboresha maisha ya mwananchi. Lakini ndani ya siku 100 tumehakikisha kwamba suala la kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara zao katika mazingira mazuri kabisa. Nyinyi mmeona tumeendelea kujenga masoko makubwa mapya. Ndani ya siku 100 ukiacha ile soko la Kureke, la Jumbi na kule la kwa Nyanya Chuini, tumezindua soko jingine jipya hapa tunaita soko la mboga kwa Mombasa. Kwa maana hiyo haya yote ndani ya siku 100 tunaosema, kwa maana sasa hivi ni nadra kuwakuta wafanya biashara wanafanya biashara zao kwenye yale mapolo manjano na mekundu. Yamejengwa masoko makubwa ya kisasa, yamejengwa na miundombinu yote ipo. Lakini ndani ya siku 100 tumeweza kuweka juu la msingi uzinduzi wa diko kubwa pale mkoani. Ujenzi wa diko kubwa zaidi ya vyombo 500 kwa wakati mmoja vinaweza kuhudumiwa. Ni mafanikio makubwa sana. Lakini ndani ya siku 100 tumezindua nyumba sasa. Kwa sababu moja kati ya kampeni tuliahidi kwamba kujenga nyumba za kisasa. Ni mashahidi. Tumezindua nyumba pale kwa Mchina. Ndani ya siku 100 miradi ambayo ilizinduliwa, tumeweka mawe msingi ujenzi wa nyumba na mji wa kiserikali pale Kisakasaka, lakini pia nyumba za Mbweni ambao mradi unaanza tumeweka. Lakini ukienda hapa Chumbuni kuna nyumba zaidi ya 1000 zinajengwa tayari. Ule mradi umefikia takriban 35% unaendelea wa makazi ya watu. Lakini kubwa zaidi, ndani ya siku 100 sasa tumeanza ujenzi kuziondosha nyumba za zamani ambazo tangu mwaka 1969 zile 67 za Mjerumani pale. Mradi mkubwa wa nyumba sasa pale. Nyumba za zamani tulikuwa na nyumba kama 158. Sasa hivi tunakwenda kujenga nyumba 1000 takriban 95, ambapo ni mradi mkubwa. Nyumba nyingi zitakuwa wananchi watapata makazi mapya. Siku 100 si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa safari ndefu ya maendeleo chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mimi nataka nikuhakikishieni, kabla sijamaliza kipindi changu, Mwenyezi Mungu akinijalia, mambo hayo yote tutayafanya hapa ndani ya Zanzibar. Dalili za mabadiliko zinaonekana.
matumaini yanaongezeka. Je, siku zijazo zitakuwa na mafanikio gani zaidi? Kweli ni siku ambazo za mafanikio makubwa. Sisi kama Chama cha Mapinduzi ambao tulomnadi kwa muda siku takriban 46 za kampeni, tulikwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Zanzibar, Unguja na Pemba, lakini tulikutana na makundi mbalimbali kutoka ridhaa, na katika maeneo yote hayo Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea wetu wa urais aliweka ahadi mbalimbali, zikiwemo ahadi za kuendelea kuimarisha miundombinu ya elimu, lakini kuimarisha miundombinu ya afya, lakini pia kuimarisha miundombinu ya barabara, madaraja, pamoja na huduma za viwanja vya ndege, bandari, usafiri wa anga na mambo mengi kabisa. Lakini kubwa pia kuendeleza ujenzi wa sekta mbalimbali kama za michezo, lakini ujenzi wa makazi ya wananchi, lakini pia kuhakikisha kwamba anaboresha maslahi pia ya watumishi wa umma. Kwa maana hiyo, sisi ndani ya siku 100 ambayo kama Chama cha Mapinduzi tunafanya tathmini ya mgombea wetu ambaye Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kweli amefanya kazi kubwa sana. Kwa mfano, mnakiona hichi kitabu. Hichi kitabu ni miradi ambayo iliyozinduliwa na iliyokuwa mawe ya msingi ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Ukiangalia kitabu hichi utaona miradi isiyopungua 110 ambayo miradi hii iko Unguja na Pemba, na miradi hii imewekewa mawe ya msingi kama miradi 46, lakini iliyobakia yote imezinduliwa kwa maana kukamilika, na hiyo iliyowekewa mawe ya msingi imefikia takriban 80%. Kwa maana hiyo, ukiangalia kati ya miradi hii 110, miradi ya private sector ni miradi 8 tu. Takriban miradi 102 ni miradi ya serikali, kwa maana tunasema miradi ya umma. Kwa maana ndani ya siku 100 miradi yote hii nakwambieni imeendelea. Kwa rekodi ya Zanzibar haijapata kutokea mwaka wote kuwa na miradi mingi kwa muda mchache zaidi ya miradi 110 ambapo imezinduliwa na imekuwa mawe ya msingi, ambayo hiyo ile kwa mawe ya msingi imeshafikia zaidi ya 80%. Kwa maana ukiacha hapo, utaona jinsi ukubwa na kazi kubwa nzuri iliyofanywa na serikali ya Mwanane chini ya Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Uongozi unaoacha alama. Wananchi wanasubiri, lakini ishara ya mwanzo imekwisha tolewa. Hii ni Zanzibar mpya inayosonga mbele kwa vitendo.